Habari ya saizi followers wangu, niko Tabora. Nimekuja kumtembelea mama yetu Juliana. Mama ambaye anaumwa kwa miaka 2 sasa. Ukimtizama shavu lake hapa limelika lote. Unaona ndani mdomo wote kwa kupitia hapa kwenye shavu. Sisi tumezoea tukifungua mdomo ndo tunaweza kuona ulimi, meno na kila kitu. Lakini hata akiwa amefunga mdomo, una uwezo kuona kila kitu kilichopo ndani. Hali ya maisha yake ni magumu sana. Imefika kipindi hata nauli ya kwenda hospitalini 22,000 tu imemshinda. Anaishi na mdogo wake. Wanahitaji sana huruma na msaada wetu ili waweze kutoka hapa nyumbani kwenda hospitalini. Anaishi kwenye maumivu na mateso makali sana. Naomba tumsaidie mama Juliana aweze kutoka hapa nyumbani na kwenda hospitalini kwa ajili ya matibabu. Naitwa Juliana Paulo Ichagu. Nimeumwa muda wa miaka 2. Nimetembea sana hospitali ndogo hizi, nikatibiwa, lakini kwingine wakasema umeshindwa. Kilianza kama vile kipele, kila kipele kikaa kinachoma, kinatoa maji, kinatoa maji. Mwisho kikaa kinachoma, kinadondosha usaha, kinadondosha usaha. Ukisafisha leo hospitali, kesho kipo vile vile kinatoa usaha. Ukisafisha kesho vile vile kinatoa usaha, kinaendelea kuchoma na kutoboka. Kinatoboka. Kaondoka Tabora mwisho, nikasema ngoja niende Nkinga. Nilipofika Nkinga nikaenda kupima Nkinga. Wakakata kinyama, wakasema wanapeleka KCMC. Wamepeleka KCMC huko, wamepima. Baada ya mwezi majibu yakaja. Nikawauliza tunaweza tukaja kuijia majibu? Wakasema ndio, njooni, lakini mje na hela kabisa hapa, kama kuna uwezekano wa kuchomelea au nini juu, ila uwezo wa pesa ndo tukawa hatuna na hakuna mtu alioenda. Mpaka sasa hivi nilikuwa naomba Watanzania wenzangu msaada kwa hiki kidonda. Mimi naumia, usiku silali, kinawaka kama moto, maji yanatoka tu kichwani huku, mishipa imekatika, usaha unatoka tu, yani linachemka, yani moto, nasikia moto unawaka. Kidonda, hakuna kulala, hakuna kula, na taya zimeshika. Mwisho wake ndo kakaanza kutoa usaha. Sasa kanadondosha mpaka kikawa kikubwa kabisa. Dawa za kupunguza maumivu na meza, kama kuna nini diclofenac meza. Naumwa kila siku. Kanauma kenyewe. Kwanza lilikuwa kama vile haliumi. Gumu tu kama jiwe, Nikasema hiki kitu gani, mbona kigumu kama jiwe? Nikaenda hospitali, wakasema mbona sisi hatukitambui hiki kitu gani hiki. Sina pesa hapa na hapo. Nkinga ni hela ndo nyingi, tuseme hizo 24,000 ndo nataka nende Nkinga. Ila sasa yale matibabu yake ya huko nitakayoyakuta ndo sielewi, kwa sababu mara ya kwanza tumetumia 875,000. Ninachokiomba ni msaada kwa Watanzania, kama watanichangia niende huko Nkinga au niende tu Muhimbili tu kabisa, kwa sababu au KCMC pale kama wanakata nyama tena wanapima na matibabu wanipe. Na walisema hivi mpaka mje huku, hawataki kutoa majibu mpaka twende, na pesa nazo hatuna. Kakipele kwa nje tu kalikopo kama mpaka dogo kama kipele yako. Ndo kuna hivi kama vile nimekavuta kidogo. Sasa sijui nilikata mshipa, sijui nilifanyaje, hata sielewi. Kaanza kutoa damu, mwisho ndo kaanza kutoa maji ya baridi. Amplicoxin na Flagyl ndo nakunywa kila siku, lakini sioni maendeleo. Nimekunywa karibia
hata ndoo nzima inafika. Nilikuwa sina kabisa matatizo yoyote ya kiafya, yani ni mzima kabisa. Nikalivyoanza tu ako kaupele, basi ndo nikaanza sasa kuumwa. Usingizi hamna usiku, na kesha nikaa kidogo hivyo hivyo, nikilala dakika 5 naamka. Linaniuma sana sana.